the gift of faith. Sio jambo ambalo unastahili kwenda kutafuta. Ni jambo ambalo unastahili kuwa nayo. By faith unasema watoto wangu watasoma. By faith nyumba yangu itadumu. By faith nitapona. Biblia imesema mkiwa na imani ama ukiwa na imani utamwambia huu mlima ung'oke ujirushe baharini na utangoka. Therefore, I think hivyo unasema ni ukweli. yes. We all have the gift of faith. Yes. What makes the difference? How do I make my faith work for me? Yeah. Unaona, inaweza kuwa iko ndani yangu lakini sipalili ile nini, ile imani yangu. How do we build our faith? Ndio ifanye nini? Ndio iwe effective kwa maisha yangu. It's true, vile unatuambia na iko na kila mtu. Ile kipao iko ndani ya kila mtu. Mbona mmoja awe na ile your faith can do this for you. Yes. Wewe unaomba inatendeka. Mwingine anaomba anasema ai bona maombi yangu haina mazao. What does that mean? Unatuambia tupalilie nini? Tupalilie imani yetu. Yes. Labda hapo ndio kama pastor unatuelezea vile tu tutajenga sasa imani yetu ndio ikue nini? Ikue na mazao maishani mwetu. You see now, hata kabla you answer pastor. Yes. If faith sote tuko nayo. Yes. Basi tofauti is still how faithful you are to your faith. Imani yako. Yeah. Kweli unaitegemea ama unaweka doubt. Yeah. Manake sisi wa Kristo tunasema sisi wote ni wana wa Abrahamu. Yes. Na Abrahamu anaitwa ndiye baba ya the father of faith. The father of faith. Wa imani. Yes. Na kwa nini anaitwa baba wa imani? Yes. Ni kwa sababu penye Mungu alimuita, alimwambia toka uende kwa another land that I shall give you. Yes. Na akatoka akafuga kila kitu mke wake na kila kitu yake akaenda. Na hakuwa akijua kama kweli kuna shamba. Yes. Na hivyo ndio tunafaa kuwa sisi wa Kristo. Tunaamini tunaenda heaven, but who knows whether there is a heaven or not. We just have faith. Kwa hivyo tuko na faith. Lakini doubt ndio inaingia. Abraham chenye aliambia utapata mtoto, alikuwa mzee kabisa. Sara alikuwa mzee kabisa, lakini hakuwa na doubt. Hakuuliza Kwa Mungu hivyo vipi. kila mtu ako na faith, at least as little as the mustard seed. Lakini kwa hiyo faith chenye haifanyi kazi ni ile tunaweka doubt. I believe I get tashwishwi ndani ya jambo ambalo tunafanya. Kwa hivyo nadhani doubt, kudoubt. Hata kuna kama Mungu atafanya ama hatafanya. Yes. Kuna you know, like you're saying that faith. When Abraham was told go. Hakuuliza niende wapi. Alijipanga akaanza nini? Safari. Utapata mtoto. Hakuuliza Mungu vipi na mimi vile niko mzee. You see that kind of faith. Akasema Mungu akisema he will provide. Yes. Maybe that is where our faith should be. Sin a doubt. I believe and believe and believe. Na tena usisahau huu Mungu Yawe. Abraham hakujua Yawe. Ni kama ni mgeni tu alikuja, twende. Na Abraham akaenda. Na akamwamini. Sababu huo kwa ladi ya kina Abraham hawakuwa wanamwabudu Mungu. Kwa hivyo hakujua Yawe, lakini chenye alikuja kwake Abraham aliamini na akaamini na hakudoubt. So hiyo ndio tofauti ya faith na faith. Yako na yangu. Unajua kusema ukweli. Abrahamu ni baba wetu wa imani. Na ukiangalia sana tunastahili tumurithi ama tumwangalie vile Ibrahimu baba yetu alikaa. Kwa kusema ukweli Ibrahimu alikaa kwa miaka mingi bila kupata mtoto. Lakini kuna jambo ambalo alikuwa nakumbuka. Mungu alimwahidi atapata mtoto. Therefore, by faith, Abraham akagojea. Kwa hivyo, kuna kugojea katika imani. Kuna kugojea katika imani. Huenda ikawa hata kazi yako sio mzuri. Lakini kwa imani, unajua itakuwa mzuri. Unaamini itakuwa mzuri. Na unaamini kabisa. Hata kama itachukua muda gani. Lakini uko na amani. Ukiweka imani kwamba kazi yako itakuwa mzuri, itakuwa mzuri. Itakuwa.
Jambo lingine ni juu ya ndoa vile unaona zinavunjika. Ndoa zinavunjika kwa sababu ya kukosa imani. Ulioleka lakini hukuwa na imani kwamba utadumu katika hiyo ndoa. Na ukiwa na imani utadumu katika hiyo ndoa, hata majaribu yaje, utakuwa mshindi kwa sababu uko na imani utashinda. Hebu tusomee hiyo ingine pia. Na pia tukikumbuka, saa zingine unaweza kuja uniombee nikiwa na ugonjwa. Nisipone, lakini nilikuita. Kwa nini nisipone na pengine uombee kadri na amepona? Ni juu ya imani yangu. Nakumbuka Yesu wote aliponya aliwaambia, your faith healed you. Your faith has set you free. Doubt is the problem. Ile imani, lakini huwezi keti useme niko na imani. Lazima uzidi kuongeza ile imani yako nguvu, such that when you believe without doubt. Sababu hapo nani anasema you can be told be healed. Huyu amepona na mimi sijapona, ama so and so hajapona. Sasa kuna ile that faith haujaipeleka ile level ya kufikiria I believe and I believe without God, and I think God wants us to have that faith. We believe in him without any doubt, but sometimes I think we limit God. The limits I have, kama siwezi kama binadamu, sina ile faith ya kujua I have a limit but my God is limitless. So the most important of how I would feel for our faith to work for us, wacha nikae nikijiambia I am limited but my God is not limited. Na ni kama tuseme pastor alianza vizuri akasema sote tuko na imani. Na mimi naona kwa roho yangu kama imani ni kipaji. Kwa kweli ni kipaji, imeshaandikwa hapo. Na kama ni kipaji ni kama pengine mtu atupatie kila mtu simu yake, shika pasta. Na mimi nimepewa simu. Lakini tukipewa simu na tupewe SIM card. Nikiweka SIM card na pasta aweke SIM card, still we cannot call. We must activate our SIM cards. If I activate mine and then I call, the person I'm calling will respond. Pastor will call the other person, lakini he will not get any response. Because haja activate the SIM card. In the same case, that is the way faith is. Na hiyo nimesoma mimi kwa my own testimony. Nilikuwa najua mafasis, lakini sikujua ku-apply. Tuseme for example, he died and through his wounds we are healed. I just used to say. Lakini sasa nikigonjeka nachukua hiyo. Yesu nimepona because I know through your wounds I am healed. I am activating the word of God in my life. Kwa hivyo, the difference between our faith, why I shall get a response and he does not get, ni vile I have activated my phone, my SIM card. In the same way, where I can fail to heal, na Catherine a heal, is because she has activated her faith. Anamaanisha, Mungu najua utaniponya. Akisema amen, anamaanisha amen. Mimi naweza sema amen, ile tu nimezoea kwa kanisa. Kama tukirudi kidogo katika the gift of the message full of wisdom. Usipokuwa na imani, hata huwezi kuhubiri. Kweli. Ukiwa na doubt, ati nikienda kusimama mbele ya watu, nitasema namna gani? Nikienda kuhubiri, watu watanichukua namna gani? If you have that doubt, ukiwa sasa hauna imani, ati kwamba utaenda na utahubiri, utapeleka ujumbe. For instance, Mungu anakupatia ndoto ya mtu fulani. Unapewa ndoto ya Catherine, wewe mwenyewe. Huo ni ujumbe wa Mungu. Amekuja usiku. He has given you the message to deliver to Catherine. A dream to deliver to Catherine. Lakini kwako unajiuliza, huna imani kwamba ati ni Mungu alikupatia, amekunenea. Huna imani ni Mungu alikupatia hiyo message. Sasa unaanza kufikiria, nikienda kwa Catherine kumwambia atanichukulia aje? Na it was a message from God. Hapo ndio tunasema usipokuwa na imani, hizi vipaji vyote, all the gifts of the Holy Spirit cannot work.
And you If you cannot ha- give what you don't have. Yeah. If you don't have that faith, there is no way you are going to deliver Yes. whatever message that you have, Yeah. because you don't have it. You don't have it. it. Will not work. Yes. It will only work because you have it and you are delivering it in faith. Ni vile unasema vile kuhubiri. Yes. Kama huna imani na lile neno, hutasimama pale uanze kusema Mungu alisema hivi, Mungu alisema natenda hivi, and you yourself you do not believe. So we activate our faith by believing. By believing. Yes. Hebu soma hiyo kipawa ingine ama kipaji ingine. Yes. Now it is where the healing 12:9 now. Everybody has faith. Yes. You know, I am so much excited by that. Yes. Kila mtu anafaa kuwa na imani. Yes. Na kila mtu ako na imani. Kwa hivyo sote, hata wasikilizaji, we activate our faith. Our faith. What you want God to give you, activate it. Yes. Claim it. Yes. Insist on it. And then it shall Ni be. kama mbegu. Kuna ile mbegu ya imani imepandwa katika nini? Katika ndani ya mmoja wetu. Lakini hata tuseme ukienda kwa ile shamba, mpande mbegu pamoja. Yes. Mimi niende nimwagie yangu maji, nipalilie, nifanye kila kitu. Hiyo mbegu yangu itakuwa mmea. Lakini ukienda upande ile mbegu uiachilie, ikauke na jua, haitakunini. The same way with faith. The seed has been planted in each and every one of us. So it is upon us to work on that seed so that there is growth. And the growth is faith. So that our faith can work for us.